Tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi na shangwe. Yeye ni mfalme wa wafalme. Pigia Yesu makofi ya shangwe. Mama mmoja mshangilie Bwana Yesu kwa shangwe na vigelegele. Pigia Yesu makofi na vigelegele. Yesu ametutetea. Yesu ametupigania. Yesu amekuwa upande wetu. Piga tena vigelegele na shangwe kwa Yesu. Ninaomba tuchukue nafasi tukae. Kanisa la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa kunipa nafasi ya kusimama madhabahuni pake siku ya leo kwa ajili ya kukuletea maelekezo ambayo Mungu ametoa kwa ajili yetu siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pili, namshukuru Mungu pia kwa baba yetu kunipa kibali cha kusimama kwenye madhabahu, na Mungu ambariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Pia ninawashukuru pia uongozi wa kanisa, kiwepo mzee kiongozi pamoja na mchungaji msaidizi kunipa nafasi hii. Bwana Yesu asifiwe. Leo hatuna maneno mengi. Haleluya. Leo hatuna namna ya kusema maneno mengi. Tunao neno moja tu, kumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuna neno moja la kumshukuru Mungu siku ya leo. Mungu ametutetea, Mungu ametupigania. Kuanzia Januari mwezi wa kwanza tarehe 1, leo ni tarehe 28, Jumapili ya mwisho ya mwaka. Mungu ametutetea, ametulinda, ametukinga na mambo mengi. Leo tuna neno moja kumwambia Yesu asante. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nina neno moja tu hapa ambalo nataka tulisome katika kitabu cha Zaburi ya 118. Bwana Yesu asifiwe. Tutasoma mistari michache hapa, mstari wa kwanza, wa pili na wa tatu, na tutaishia ule mstari wa 4. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unaandika basi andika kumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe kwa kutulinda mwaka mzima. Amen. Haleluya. Biblia inasema haleluya, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Israeli na aseme sasa. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaweka kanisa la Vukayodon na liseme sasa. Haleluya. Israeli na iseme sasa. Sema kanisa la Vukayodon na tuseme sasa, ya kwamba fadhili zake ni za milele. Haleluya. Kuna mahali anasema mlango wa Haruni na useme sasa. Hapa tunasema mlango wa Rodriki, mlango wako useme sasa. Haleluya. Mlango wa Haruni useme sasa, ya kwamba fadhili zako ni za milele. Haleluya. Kuna neno linasema wamchao Bwana na waseme sasa, ya kwamba fadhili zake ni za milele. Ni kweli fadhili za Mungu ni za milele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nitarudia tena neno hili, naomba wakati ninasoma turudie nyuma yetu, maana ni neno la kumshukuru Mungu kwa namna alivyotutendea, kwa namna alivyotupigania. Wewe mwenyewe unajua ni wapi Mungu amekutoa. Unajua ni wapi Mungu amekutetea. Unajua amepigana vita namna gani juu yako. Ametetea boma yako namna gani. Unajua madhabahu hii imekutetea namna gani. Ni unapaswa tumshukuru Mungu kwa namna gani. Wewe unajua ndani ya moyo wako hakuna usilolijua lile Mungu alilokutenda. Mungu amekutenda mema wakati wote, kuanzia Januari, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mwezi wa 4, mwezi wa 5, hata vita ilipoinuka sana, Mungu alisimama kukutetea. Leo tuna kila sababu ya kumwambia Mungu asante. Tuna kila sababu ya kumwambia Mungu ni wewe umetenda. Tuna kila sababu ya kumwambia Mungu ni wewe umetutetea. Tuna kila sababu ya kumwambia Mungu ni wewe umefanya kwa ajili ya kanisa, umefanya kwa ajili ya watumishi. Tuna kila sababu ya kumwambia asante. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Vukayodon na tuseme sasa, ya kwamba fadhili zake ni za milele. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nitarudia tena neno hili. Amen. Amen. Wewe utarudia nyuma yangu. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema. Tuseme tumshukuru Bwana kwa kuwa ni mwema.
kwa maana fadhili zake ni za milele. Vuka Yordani na iseme sasa ya kwamba fadhili zake ni za milele. Milango yetu na iseme sasa ya kwamba fadhili zake ni za milele. Sisi tunaomcha Bwana tunasema sasa ya kwamba fadhili zake ni za milele. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli fadhili za Bwana ni za milele. Mimi sikuwa kama nilivyo leo ni kwa sababu ya ukombozi wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe hukuwa kama ulivyo wewe leo ni kwa sababu Yesu amekutetea. Madhabahu imesimama upande wako. Madhabahu imesimama kukutetea. Mungu akasimama akasema, mwanangu huyu amekubali kutembea na mimi, amekubali kusimama na mimi, amekubali kukaa kwenye njia yangu, na mimi sitamwacha. Na ni kweli Yesu hajakuacha. Yesu ametembea na wewe. Yesu amesimama na wewe. Yesu amenyoosha mkono wake kukutetea. Hata maadui waliposimama ili kupigana na wewe, Yesu alikinga mkono wake akasema, huyo ni mwanangu, usimguse, huyo ni wa kwangu. Usiguse mali yake, huyo ni wa kwangu. Usiguse watoto wake, huyo ni wa kwangu. Alipigana vita ambayo wewe ulikuiweza, lakini yeye alisimama akakutetea. Leo tumwambie, fadhili zako Bwana ni za milele. Fadhili zako Jehova ni za milele. Uweza wako Yesu ni wa milele. Hakuna wa kulinganishwa na wewe. Wewe umetutetea, umetupigania. Tunakurudishia sifa na utukufu, maana unastahili. Haleluya, haleluya. Amemlinda mtumishi wa Mungu, amemtetea wakati wote, hata wakati vita ilivyokuwa ni ngumu sana. Hakuacha kusema na madhabahu, hakuacha kusema tukaeje, hakuacha kusema tutembeeje. Alisema, akamtetea, akalilinda kanisa, akalipigania. Ni nani basi ambaye hatarudisha moyo wa shukrani? Leo Baba, tunayo maneno ya kusema kwako. Tunasema asante, tunasema asante. Kanisa la Vuka Yordani linakurudishia sifa na utukufu Bwana, maana ni wewe umetutetea. Wamama vigelegele kwa Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mgeukie jirani yako mwambie, hapa ndio nyumbani mwa Bwana. Haleluya. Haleluya. Mwambie Yesu ametushindia. Mwambie Yesu ametutetea. Mwambie Yesu ametupigania. Piga kelele za shangwe kwa Yesu. Haleluya. Haleluya. Unajua leo ni siku ya kumshukuru Mungu. Bwana asifiwe. Geukia jirani yako mwambie leo. Mwambie leo. Mwambie leo ni leo. Ni siku ya kumshukuru Mungu. Ametutetea eti. Ametulinda na mambo magumu. Mwana wa Mungu ametulinda na mambo magumu. Yule ambaye yuko rohoni anaelewa kile ninachosema. Anaelewa ni wapi Yesu ametutoa. Anaelewa. Anaelewa, anaelewa. Ngoja nikwambie, sisi hatuna mahali pengine pa kwenda kushangilia. Hatuna mahali pengine pa kwenda kumwinua Yesu. Hatuna sehemu nyingine. Sehemu tulionayo ni hapa nyumbani mwa Bwana. Ni hapa nyumbani mwa Bwana. Ni hapa nyumbani mwa Bwana. Tutacheza, tutarukaruka, tutamtukuza, tutamwinua, maana yeye anastahili sifa. Haleluya. Haleluya. Geukia jirani yako mwambie, nipe nafasi. Haleluya. Biblia inasema tumshukuru Mungu kwa vinywa vyetu. Haleluya. Halafu ikasema
tumshukuru Mungu kwa vinanda vyenye nyuzi 10. Geuke jirani yako, mwambie kinanda chenye nyuzi 10. Mwambie kinanda chenye nyuzi 10. Kinanda chenye nyuzi 10. Mwambie tunapiga matoazi, tunapiga vinanda, tunapiga tarumbeta ili kuliinua jina la Bwana, kulitukuza jina la Bwana, kumwambia yeye anastahili. Hey! Haleluya! Haleluya! Alo, mgeukie jirani yako, kama umemwona amekaa kaa ovyo ovyo, mwambie hapa tuko kwa Bwana. Mwambie changamka. Ngeukie, mwambie changamka. Mwambie nipe nafasi, nataka nimchezee Bwana, nataka nirukaruke kwa Bwana, nataka nilinue jina la Bwana. Haleluya, haleluya. Ai, sijasikia bado vigelegele kwa Yesu. Sijasikia vigelegele vya wamama waliokombolewa. Vigelegele vya wamama waliokombolewa. Yeah. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, nyumbani mwa Bwana hakuna kuchoka. Haleluya. Ngeuke jirani yako, mwambie halo, hapa tuko nyumbani mwa Bwana. Haleluya. Unajua wakati anaendelea kucheza atashangaa ule ugonjwa umeisha. Haleluya. 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 Wakati anaendelea kurukaruka atashangaa ile hali iliyokuwa inamtesa imeondoka. Kwa nini? Yesu yuko hapa. Malaika zake wako hapa. Unakumbuka baba yetu alishasema wakati akiwa hayupo ndiko Mungu anatuma, anaachilia malaika wengi sana. Anaachilia malaika wengi sana. Anaachilia malaika wengi sana. Wako hapa. Wako hapa. Wapo hapa. Hey! Haleluya. Haleluya. Wewe sikia nikuambie, mwana wa Mungu, wewe usiwe na hofu, uko salama. Baba alisema tuko salama. Tuko salama. Ametutetea, amelitetea taifa kwa sababu ya madhabahu. Tuko salama. Haleluya. Haleluya. Wewe achana na yale mahubiri ya huko yanakusumbua kwenye fahamu. Ambie wewe, mimi niko salama. Haleluya. Unajua shetani ni mjinga, anaweza kukuletea kitu kingine. Ambie mimi niko salama. Niko mahali ambako ni salama. Niko mahali ambako nimetetewa. Niko mahali ambako Yesu amenitetea kupitia mtumishi wake aliyemwita kwa jina lake. Haleluya. Tuko salama Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wana wa Mungu, kuna jambo ambalo sengine huenda hujui. Mtumishi wa Mungu aliyeitwa hapa, ambaye ni baba yetu wa kiroho, halali kwa sababu yako na kwa sababu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunaweza tukawa tunalala usingizi, tunaota mpaka ndoto ya 18, lakini yeye amekaa, namwambia Baba, kuna fulani, kuna Rodriki na yeye, kuna Mshanga na yeye, kuna yule nani, kuna Ana, kuna na yule aliyetoka Tanga, kuna yule aliyetoka Bukoba. Huye Bwana unakusudi nao. Mungu unalo. Ye halali. Wewe unaweza kulala, lakini Mungu amempa mtumishi wa Mungu neema. Baba anayetulea. Neema ya Mungu imejaa kwake kwa sababu ana roho ya kukubeba. Ana roho ya kusimama na wewe. Ana roho ya kutembea na wewe. Ana roho ya kuliita jina la Yesu kwa ajili yako ili wewe uwe salama. Tuko salama na watoto wetu kutokana na madhabahu ambayo Mungu ametuweka. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mwana wa Mungu, usiache ukiwa unatembea, ukiwa unakula, umekula umemaliza, wakati unamwambia Mungu neno, usiache kunena neno juu ya mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie Mungu, mkumbuke na mtumishi wako uliyemtenga kwa ajili ya roho zetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usiache kusema neno. Haleluya. Hata kama umesahau, kumbuka tu Yesu, mkumbuke Baba. Haleluya. Amen. Na Mungu atafanya hivyo. Amen.
Mgeukie jirani yako mwambie uko salama kwa sababu ya madhabahu. Haleluya. Na mwambie madhabahu sio hii. Mwambie madhabahu ni Baba. Haleluya. Haleluya. Kama una furaha, kama Mungu amekutetea, shangilia tena kwa kelele za shangwe. Haleluya. Haleluya. Jana nilikuwa naomba, namwambia Mungu, leo ni tarehe 28, kesho ni tarehe 28, ni Jumapili ya mwisho. Bwana Yesu, ninajua kama kuna mambo yalikuwa yananizinga hapo kipindi cha nyuma kuanzia tarehe 28. Najua tarehe 28 zimebaki siku chache niweze kuzika mwaka huu. Yale ninayoenda kuzika, ninazika kila kitu ambacho kilikuwa ni kibaya kwangu. Na leo Baba, ninaenda kuzika kila chochote kilichokuwa kinaleta matatizo katikati yetu, katikati ya familia. Tunaenda kuzika na mwaka huu kinaondoka, na huu mwaka sisi tunabaki tunaendelea mbele. Tunabaki tunasonga mbele, tunabaki tunatembea na Bwana. Haleluya. Bwana asifiwe. Tunajua mwaka ndio unayoyoma. Haleluya. Leo ni Jumapili ya lini? Hatutaiona tena siku kama hii ya leo. Jumapili kama hii ya leo kwenye mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Mungu ametutaka tumshukuru yeye kwa kina. Haleluya. Kwa sababu ametutetea. Wewe ona tu mwana wa Mungu, kanisa la Vuka Yordani, jengo la watu 12,000 linajengwa ndani ya mwaka mmoja. Haijawahi tokea mahali popote, imetokea Vuka Yordani kwa sababu Yesu yupo. Hatuna maneno mengi ya kusema, tunamwambia yeye apokee sifa na utukufu, maana yeye anastahili. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe unajua, una ushuhuda pale nyumbani kwako. Una ushuhuda, mimi ninao. Haleluya. Dada mmoja kaimba, nina ushuhuda Mungu amenitendea. Huwezi kuimba huo, tutajifunza siku nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni jambo ambalo Mungu amelitenda kwa ajili yetu. Haleluya. Daudi akasema, nitamshukuru Mungu kwa moyo wangu wote na nitasimulia matendo yake ya ajabu. Hakika tutasimulia, na ndio tunaendelea kusimulia. Hatutaacha kusimulia ukuu na matendo makuu Mungu aliyotutetea. Tumekombolewa na malaana. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunatokaga mkoa fulani hivi hapo. Bwana Yesu asifiwe. Mkoa fulani hapo, ukipita Arusha, ukipita pale, tunatokea kule. Bwana Yesu asifiwe. Mkoa fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Gaudensia anaujua huo mkoa pamoja na Mr. Mtunga. Haleluya. Ule mkoa pale na mama yetu pale, tunatokea pale. Kule kuna mambo mengi magumu, lakini Yesu ametutenga na hayo, akatuleta tumtumikie. Hey! Ametutenga. Akasema, we laana kaa huko, we mizimu huko, we magonjwa huko, we tabu huko, we umasikini kaa huko. Huyu mtu ameokoka, nataka nitembee naye. Na leo tunatembea naye, tutalitukuza jina lake. Wewe hatutaacha. Halo. Yule dada, kuna dada mmoja alitengwa na ndugu na jamaa na marafiki na baba na wazazi, lakini akasema, nimekubali kumfuata Yesu, sitarudi nyuma. Hata jambo litokee la namna gani, mimi ni mbele kwa mbele. Hata litokee kitu gani, mimi nitaendelea mbele. Hata wanitenge, mimi nitaendelea mbele. Hata waniambie mimi sifai, Yesu ameshaniambia ninafaa. Kwa nitamtukuza yeye wakati wote. Mwana wa Mungu, usijalishwe na jambo lolote lile. Wewe tembea na Mungu, yeye yuko na wewe. Bwana asifiwe. Haleluya. Nimepigiwa na ndugu zangu juzi, wakaniambia, siku hizi umejitenga na huko. Nikamwambia sijajitenga, tuko pamoja katika Kristo, na Kristo ni mwokozi ndani ya maisha yangu. Sasa huko kwenye kujitenga, mimi tayari mambo ya mizimu na nini siko. Nimekombolewa na Yesu. Yesu yuko ndani yangu, anatembea na mimi,
ananiongoza nini cha kufanya. Kwa hiyo njia yenu siitaki. Mimi nimekubali kutembea na njia ya Yesu. Wakaniambia basi sisi tunakutenga. Naambia mkinitenga ninyi, Yesu yuko na mimi. Yesu anatembea na mimi. Halimradi mimi sijawatenda mabaya. Mimi nimekubali kutembea kwenye njia ya haki. Simama kwenye njia ya haki na Mungu atakusimama upande wako, hata kuacha. Mwana wa Mungu. Haleluya. 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 Punga mkono wako namna hii. Mwambie Yesu asante kwa kukupa nafasi ya kuwepo kwenye madhabahu hii. Nikuambie mwana wa Mungu, wewe ambaye Mungu amekupa neema ya kuwepo kwenye hii madhabahu, simama na Mungu ndani ya madhabahu hii, utamwona Mungu. Bwana asifiwe. Simama na Mungu kwenye hii madhabahu, utamwona Mungu. Haleluya. Mungu hawahi wala hachelewi. Haleluya. Kuna wakati atakujibu, na wakati atakapokujibu utakuwa na machozi ya furaha, machozi ya kushangilia, machozi ya kumwambia ni wewe umetenda, machozi ya kumwambia hakuna mwingine ni wewe. Simama naye. Acha kukaa mguu mmoja hapa mguu mwingine huku. Kanisa la Mungu. Haleluya. Wewe ambaye Mungu amekupa neema ya kuwepo hapa, mwanavuka Yordan kwenye zoni zote, jitahidi sana kusimama na kutii maelekezo ambayo Mungu anatoa kwenye madhabahu. Tutamwona Mungu akitutetea, tutamwona Mungu akipigana upande wetu. Tunashindwa kumwona Mungu akitutetea kwa sababu leo tuko hapa kwa madhabahu ya Vuka Yordan, kesho tuko madhabahu nyingine, kesho kutwa tuko ile nyingine, kesho kutwa tuko ile ya 5, kesho kutwa tuko ile ya 6. Mungu hataweza kukutetea kwa namna hiyo. Mungu atakutetea pale ambako anakuona umesimama imara, unamtaka Mungu ambaye anazungumzwa kwenye madhabahu, unasikiliza kile Mungu anachoongea kwenye madhabahu, ndicho unachotembea nacho, unasimama nacho. Utamwona Mungu wakati wote, asubuhi, mchana na jioni, akipigana upande wako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haya maneno Mungu amekuwa akionya madhabahu, amekuwa kinena wakati wote, amekuwa kinena kupitia mnabii, kupitia mtumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu, tutii haya maelekezo, maana yanatoka kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Hayo nimeyanena mwana wa Mungu, tukiwa nikitamani tuweze kushare hilo neno la kusimama hapa ambako Mungu ametuweka. Naomba tukae. Watumishi wa Mungu, tuko salama na kila jambo linalozungumzwa kwenye madhabahu umeona likifanya kazi. Hakuna neno lililoongewa kwenye madhabahu hii likadondoka ardhini bila kuchipua. Maneno yote yamekuwa kineno na mtumishi wa Mungu na manabii, mengi yamekuwa yana, yote ambayo nimesikia mengi yametimia na nimeyaona kwa macho yangu. Bwana Yesu asifiwe. Nikuombe na nikushauri wewe ambaye Mungu amekupa neema ya kujiconnect na madhabahu hii, endelea kuchuchumilia, endelea kunyenyekea, endelea kumsihi Mungu akupe neema ya kuendelea kuwepo kwenye madhabahu kwa ajili ya utukufu wake. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nikutangazie kwamba tunamshukuru Mungu kwa ibada ambayo Mungu ametupa ya kumshukuru Mungu siku ya leo. Ningemwomba mtumishi wa Mungu, mzee kiongozi, kama una neno pia, lakini nikukaribishe pia hapa madhabahuni kwa ajili ya kuongea lile ambalo unalo la kuongea, lakini pia na kwa ajili ya kuahirisha ibada yetu na tuweze kuelekea majumbani. Karibu mtumishi wa Mungu. Sababu Mungu ametupa kumshukuru yeye kwa kutulinda mwaka mzima. Hakika tumemwona Mungu ndani ya huu mwaka. Ni nani amemwona Mungu ndani ya huu mwaka? Amen. Tumemwona Mungu kwa ajili ya madhabahu. Unajua Musa wetu ni mtumishi wa Mungu, Bishop Elibariki Sumbe. Tunakumbuka ya kwamba wakati taifa la Israeli wanatoka Misri kuelekea nchi ya ahadi, Musa alikuwa anapokea maagizo ya Mungu na kuyapeleka kwa wana wa Israeli, nao wakawa salama.
na sisi tumekuwa salama kwa ajili ya yale ambayo Mungu amekuwa akiachilia kwenye madhabahu kupitia mtumishi wake. Tunapoyatenda ndio maana tumekuwa salama. Amen. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu mwinjilisti kwa kutuongoza na kutufundisha jinsi ya kumshukuru Mungu kwa yale ambayo ameyatenda katikati yetu. Kwa huu muda sitakuwa na mambo mengi, nitaomba tutasimama, alafu tutamshukuru Mungu, tutamwombea na baba yetu na mama yetu na watumishi wa Mungu, mchungaji msaidizi Laki, na tutajiweka mikononi mwa Mungu tunapoondoka. Tuende salama mpaka tutakapokutana tarehe 1 kwenye ibada ya tarehe 1 ambayo tutakutana na yale ambayo Mungu ameandaa kwa ajili yetu kwa ajili ya mwaka wa 2026. Tunasikia mtumishi wa Mungu amesafiri, lakini sio kwamba amesafiri kwenda kukaa, yupo kwenye utulivu. Maana yake akija anakuja na package yetu kwa ajili ya mwaka unaokuja. Kwa hiyo tarehe 1 usikose. Bwana Yesu asifiwe. Tarehe 1 usikose kuwepo kwenye ibada. Nitaomba kanisa tusimame na Mungu akubariki sana. Nitakuomba kila mmoja atamshukuru Mungu kwa ajili ya kutupa ibada ya kumshukuru yeye kwa yale aliyotutendea, na pia utajiweka mikononi mwa Mungu tunapoondoka. Ulinzi wa Mungu uende pamoja nasi, na niwakumbushe wale ambao tumejitolea kuja siku ya kesho, tukumbuke kuwaya asubuhi na mapema ili tuweze kuimaliza ile kazi. Baba, ni katika jina la Yesu tunasema asante kwa asubuhi na mchana wa leo. Umetupa neema na kibali cha kukutumikia wewe madhabahuni pako. Asante Baba kwa ajili ya timu ya kusifu na kuabudu, wametuongoza katika kukusifu wewe katika uzuri wa patakatifu pako. Asante kwa ajili ya kukutolea wewe sadaka. Hatukuja mikono mitupu madhabahuni pako. Umetupa sadaka za kukutolea kwa ajili ya matendo makuu ambayo umetutendea, sadaka za agano ambazo ulisema nasi tuweze kukuletea madhabahuni pako. Tumetoa sadaka kwa ajili ya fungu la 10 sehemu ya vile ambavyo umetubariki kwavyo. Tumetoa sadaka kwa ajili ya kuweza kuendesha kazi ya injili kwenye redio, kwenye televisheni na vipindi mbalimbali ambavyo vimekuwa vikiruka Baba, mafundisho ambayo umekuwa ukimpa mtumishi wako. Tumetoa sadaka kama ulivyotuongoza kwa ajili ya wajane na yatima. Baba, tunakubariki kwa sababu ya kutupa neema ya kukutumikia kwa njia ya kukutolea wewe, kwa njia ya kukusifu wewe, kwa njia ya kukuabudu wewe. Tunakubariki kwa sababu utamkemea yule alaye, na sadaka zile zitakuwa harufu na manukato mbele zako katika kiti chako cha enzi, katika jina la Yesu Kristo. Tunajikabidhi mikononi mwako tukisema asante hata kwa ajili ya mtumishi wako uliyemtumia kwenye madhabahu hii, mtumishi wako Rodrick Mshanga. Umemtumia Baba kutuongoza namna ya kukushukuru, namna ya kukusifu kwa yale uliyoyatenda ndani ya maisha yetu kwa kanisa lako mwaka wa 2025. Tunakuinua hata kwa ajili ya baba yetu Elibariki Sumbe pamoja na mama yetu Evalini Sumbe pamoja na mtumishi wako mchungaji Laki Ezekieli. Tunakubariki Baba kwa ajili ya agano ulilolifanya na mtumishi wako. Endelea kumlinda Bwana, endelea kumpigania pamoja na familia yake, endelea kuulinda na mji wake Bwana, hata tutakapokutana tarehe 1 kwenye ibada ya tarehe 1, ibada ambayo tutakuja na sadaka za kukushukuru kwa yale uliyoyatenda. Hakika Baba utakuwa na neno ambalo umeliandaa kwa ajili yetu, nasi tutakuja na mioyo ya shukrani tukiwa tayari kuja kupokea kutoka kwako. Tunapoondoka Baba, tunaomba uende pamoja nasi, malaika wa ulinzi wakatutangulie pande zote 4, wala roho ya kisasi wala roho ya malipizi isipate nafasi kwa kanisa lako, katika jina la Yesu Kristo. Hata katika hizi siku chache zilizosalia ili kuingia mwaka wa 2026, tutauona wema wako, tutaziona fadhili zako, tutaziona baraka zako, tutauona ulinzi wako, ni katika jina la Yesu Kristo. Asante Baba hata kwa ajili ya kazi ya kesho ambayo itakuwa ni kwa ajili ya ujenzi wa hekalu lako. Tunaiweka mikononi mwako Baba. Tunaomba hata wale watakao kuja kwenye kazi ile, tunawaombea ulinzi. Tunaomba ulinzi juu ya kazi ile Bwana, ikafanyike kwa ajili ya utukufu mkubwa, kwa kuwa ni kazi yako, ni katika jina la Yesu Kristo. Nenda pamoja na kila mmoja wetu, na malaika wa ulinzi wakatutangulie, na malaika wa kufanikisha wakaende mbele zetu, ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Amen. Amen. Amen.